Taifa letu ni taifa la vijana, na uongozi wetu wa juu wa nchi unaakisi picha hiyo hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, na wasaidizi wao wakuu, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano, makamu wa rais Zanzibar, waziri mkuu, ni viongozi wa juu wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano na Zanzibar waliozaliwa miaka ya 60 na kwenda juu. Hii ni mara ya kwanza viongozi wote wamezaliwa miaka ya 60 na kuendelea mbele, sio kurudi nyuma. Kwa kweli this is an important generational transition ya watu na viongozi ni muhimu kuzingatia, kwani watangulizi wao wote na wasaidizi wao wakuu walizaliwa miaka ya 50 na kurudi nyuma, kuanzia wasisi wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922 na ndugu yake Sheikh Abeid Amani Karume alizaliwa mwaka 1905. Ni generation ya vijana upande wa wananchi na upande wa viongozi ambao haikuwahi kuyaishi machungu ya ukoloni, mikiki ya vuguvugu la umajumui wa Kiafrika, Pan-Africanism, heka za kusaka uhuru wa Tanganyika, uhuru wa Zanzibar, joto la mapinduzi na shauku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hivyo nadiriki kusema kuwa hiki ni kizazi kipya cha wananchi, kizazi kipya cha viongozi ambacho hakikushuhudia, hakikuhusika au kushiriki katika ujenzi wa misingi mikuu ya taifa la Tanzania ambayo ni uhuru wa Tanganyika na Jamhuri, mapinduzi matukufu ya Zanzibar na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hii ndiyo picha halisi ya kidemografia ya Tanzania leo, picha ya kizazi kipya ambacho kinahitaji kwa udi na uvumba kuijua vizuri historia ya nchi yao na misingi mikuu ya taifa lao na kuiishi. Bila hivyo mustakabali wa taifa letu utakuwa katika hatihati. Kizazi cha leo, kesho kutwa, mtondogo hakitaweza kutambua thamani ya uhuru tulio nao leo na wajibu wa kulinda kwa udi na uvumba. Nashukuru mgeni rasmi umegusia mambo yote hayo. Tumeishi muda mrefu sana na upotoshaji wa mambo mbalimbali kuhusu muungano, na hivyo kushindwa kuwa na uelewa wa pamoja katika simulizi narrative ya muungano. Ni muda mwafaka sasa kumaliza mkanganyiko wote ule wa uelewa kwa facts na evidence, kwa matukio halisi na ushahidi kupitia elimu ya umma, kwani madhara ya historia potofu au iliyopotoshwa ni makubwa kwa jamii kuliko hata madhara ya silaha za maangamizi au kama lile gonjwa la uviko 19 lililotuvamia hapa, kwani haya ni matukio ya vipindi fulani tu alafu yanatoweka. Lakini madhara ya upotoshaji wa historia ni ya vizazi na vizazi, madhara yanaweza kudumu hata kwa karne kadhaa, wahusika wasipozinduka mapema